ndio inakuja ile dhima sasa ya uzoefu kama mwalimu, kwamba unasoma kile kikundi, unasoma yale mazingira, na unapopewa nafasi ya kufundisha wimbo, kwa unakuwa umeshasoma mazingira yote, ile unapopeleka hata ule ujumbe wako kwenye ile kwaya, ili na kikundi kikuelewe. Ushanielewa? Kama nilivyotangulia kusema, utakutana changamoto nyingi. Umeona? Maana kwa sababu kama nilivyosema kwamba walimu ni wengi sana sasa hivi, wameshakuwa ni wengi. Kwa unapopata nafasi ya mwalimu hata kwenda kufundisha, soma mazingira, unasoma mazingira, unaangalia kikundi kikoje, tunalazimika kuzidi kuongeza vitu kwa sababu uimbaji unazidi kubadilika. Hatuwezi kusema kwamba ule uimbaji wa miaka iliyopita ukufananisha na wakati huu. Umeona? Kwa kuna vitu vinazidi kubadilika. Naam. Ni sawa. Kwa katika hali ya ubadilikaji wa uimbaji, ni kweli ni mambo ambayo yapo na yanaonekana. Tukichukulia mfano zamani, ukisikia wanahizila Eli walifanya nini? Au zile Zaburi ya Ng'olu zile. Hizo ndo tunazisema za Yaisima Kungolo. Kuna zingine kuna nyimbo fulani hivi kuna mwana njimeji kama hivyo. Yes. Lakini sasa hivi watu unakuta mpaka kuimba nyewe walimu ndo mnajua, unakuta mtu mpaka afanye kuna vitu wanavipandisha. Okay, ni sawa bwana, ni jambo jema. Naona sasa ndo katika hali ya ukuaji ambao umezungumzia kutoka kule tulikokuwa mpaka hapa tulikofika. Okay, sawa. Lakini mwalimu, nina swali langu ambalo hili swali litakuwa la mwisho kabisa. Swali litakuwa la mwisho kabisa, lakini pia kwa faida ya watazamaji wetu, bila kusahau unaendelea kutazama Live OK TV. Cha msingi tu bado tuko na mwalimu Dennis ambaye anazidi kutabarisha kwa habari ya nyimbo za Injili. Swali ambalo napenda kusema, katika uimbaji kuna faida gani na hasara ambazo unaziona wewe ukiwa kama mwalimu? Nilikuwa ninaomba tu kwa faida ya watazamaji wanaotutazama kwa sasa hivi, vipi, kuna hasara gani na faida ambazo unazipata katika hali yako ya kufundisha waimbaji, lakini pia kukuza waimbaji ambao ndio hawa tunawaita wanakwaya? Karibu. Asante sana. Ndugu mtangazaji, katika hili naomba nianzie na faida kwanza. Faida ya kwanza katika hii huduma yetu, cha kwanza tunamtukuza Mungu. Tunamtukuza Mungu kwa hii huduma yetu ambayo ametupatia kama walimu. Na kiingia kwenye hasara, naweza kwenda moja kwa moja, kumekuwa na changamoto nyingi wakati huu. Changamoto, unajikuta mwalimu unafundisha wimbo mahara fulani, unaona, lakini kuna wakati hiyo nyimbo ulioifundisha unaenda kuikuta sehemu nyingine, unaona. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, inatupa shida hata namna kuaminiwa sisi walimu, namna kuaminiwa. Kwa hiyo unajikuta kama mwalimu tunaita ile nini ile copy na kupaste. Copy na kupaste. Nimeshapita baadhi ya vikundi vya kwaya. Unasikia wanalalamika, wanasema wimbo wetu tumeukuta unapigwa mahali fulani. Wimbo wetu tumekuta unapigwa sehemu fulani. Vipi mwalimu? Unaona walimu wengi wanashukiwa sana kwamba anauza nyimbo. Mwalimu anafanya nini? Wewe ni swala mfano wa kwaya wanapoinuka na kukwambia mwalimu anauza nyimbo, anafanya lina kuaffect kiasi gani? Inakupa shida yani kiasi gani? Cha kwanza ile thamani ya kwako kama mwalimu, cha kwanza wage inashuka, kwa sababu tayari unaonekana mwalimu ambaye hata kiwango chako hakiko vizuri, na maana unafanya kazi kwa kukopi. Ushanielewa? Na sio kwenye nyimbo tu, tunaweza kwenda hata kuna kesi nilikuwa nasikia hapa kwa chini watu wanalalamika kuhusiana hata namna ya hizi biti tunazozitumia. Biti za muziki. Maana kuna kipindi fulani nilienda, kuna mara fulani kulikuwa na mkutano wa Injili, fika pale na nyimbo ikapigwa. Kwa hiyo kulikuwa na kwaya zaidi ya 5 pale. Umeona? Lakini zilipigwa kama biti mbili za kwaya tofauti zikawa zinafanana. Ndio. Umeona? Kwa hiyo pale kukatokea kama na kaugomvi kidogo. Umeona? Sasa walimu wala wakaanza kushambuliana. Hii biti ni ya kwangu, hii biti ni ya kwangu. Kwa hiyo pale kunakuwa kondo moja ya hasara ambazo tunaziona kwenye nyakati hizi kwenye taaluma hii ya nini ya ufundishaji wetu sisi kama walimu. Asante sana Mwalimu Dennis. Nikushukuru kwa yote ambao umenijibu vizuri kabisa, na si kwa ajili yangu tu, ni kwa faida
watazamaji wanaotazama, lakini pia ni kwa faida ya walimu wengine na wanakwaya ambao wanatutazama, na hata yule ambaye anatamani kuingia kwenye